katika jina la Yesu. Unatolea macho sisi, shetani haelewi. Shetani hatishwi na hicho, anatishwa na neema iliyojaa ndani mwako. Ukisema anakimbia. Haleluya. Yule mtumishi akaanguka, sikila akaanza anaanza yaani anataka kaambia tulia. Anajaribu kuzuia wapi, kama amelewa hajalewa anaangukia hiki. Kila kijinyenyua anatakiwa jitahidi anaangukia hapo. Kasema rafiki tulia kwanza. Yakaja machifu pale kwenye mkutano. Na ndio nilikuwa naanza kanisa nasema marafiki tusiele. Nasemaje? Wewe ni mtumishi wa Mungu. Anaongea Kinyakyusa sasa. Tumeelewa wewe ni mtumishi wa Mungu. Tunaona hapa kuna mtu anamchezea mwenzake. Tunaomba tupe ruhusa tumsaidie. Tunaona huna ubaya na sisi. Msaidie. Unanielewa nachoongea? Tukusaidie. Nikasema hapana. Sisi wenyewe tunajiweza. Huyo aliyefanya mambo hayo tunamshughulikia wenyewe. Kama ni hivyo baba tuna ubishi na wewe. Tulikuwa tunaomba tu ruhusa tumsaidie. Yaani tuje tusimame upande wako kupigana na wachawi wanaompiga. Angalia sana nani anakusaidia kufanya mambo ya kiroho. Usije ukaingia kwenye mtego wa shetani. Bwana mimi nikasema ile hasira ya kiroho. Yaani mpaka wachawi wanakuja wanasema tusaidie. Na ndio walikuwa wananiletea chakula pale. Wanaleta ndizi, maziwa, maparachichi, kwa tunaleta matakapela. Wameleta vyakula vya aina mbalimbali. Alafu wanasema tukusaidie. Unajua unaweza kudanganya. Ambia tulia, unaweza mimi. Mungu akubariki. Wakati nimesema nikaingia kwenye kachumba, wakati nilikwambia Mungu nauliza sababu ni nini. Nataka namkamata huyu mtu mzima. Kumbe huyo naye mkamata yuko upande wetu. Siendi sana huko. Ukiwa unaendelea utaelewa mambo ya kiroho. Kama uko pale unaweza kujiona uko sawa. Kuna wengine hawajachapwa kwa sababu hawajafika mbele. Mtu anayechapwa amekuwa. Ukimwona mtu anapimwa kwenye mtihani, umuuliza anafanya mtihani gani? Wewe unaweza kufanya mtihani wa darasa 7 na wakati uko form 5, form 6. Ukimwona mtu anapewa mtihani mikali na elimu yake iko juu. Wakikupeleka wewe unakufa tu kinyamini. Maana unaambiwa hapa toa hesabu mara hiki mara ile inatoka hesabu moja mpaka chini ukiangalia nasema basi. Kwa mtu aliyokoka ukimwona anapitia, tie moyo acha kupiga watu. Wewe sio kazi yako kwanza kuchambua dhambi kubwa na ndogo, wewe simama na Mungu wako. Amen. Na unapoona madudu kwa mtu yasikusababisha uchoke, bali simama kupitia madudu. Sema Mungu umenifundisha kitu. Sio wewe ndio kazi ya Kizilai. Unaona sasa unajua ndugu yangu, wewe umesema juzi hapa neno moja, ukienda pale Mlimani City kuna vituko. Naongea na watu ambao wanaimbaga kama sisi, amen. Wakati mchungaji yuko mbele sisi waimbaji tuko na pacha wangu. Mbingu ni malaika. Wanamwimbia Bwana kule. Wanaimba kwenye mkutano wa kola sana. Tunafanyia kwa mchungaji. Sasa ile sifa wanayokupatia watu inakuvimbisha kichwa kama huna Mungu wa kweli. Unaanza kujiona kabisa kwamba yana ukitembea hivyo, unakuta hata waimbaji wengine akikupa mkono hebu lete basi, naona niangalia. Anakupa mkono, anaweka mkono hivi kama una ganzi. Kisa umepata kibali unacho wewe si cha Mungu. Watu wanaojielewa wananyenyekea kwa Mungu zaidi. Hawajiinui kwa sababu Mungu amewainua. Wewe huna uwezo wa kujishindania.